Kisumu, Migori, nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, aside kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore irio yao, igo ikoye nyore. Dizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Dizi TV, obwensu, uomogusi. Dizi TV, obwensu bumugusi, nigo bono yakiro nikirundekerene, nego kurentera, chibiche chinkia, na boigo chinkeno nukukigima, na bogo tonyora, asoro gonkor bogusi, neji kaunti chito etanaine, una, kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, nichisemo chinde chinyinge, nigo kotonyora, aside kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore irio yao, igo ikoye nyore. Dizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Dizi TV, obwensu, uomogusi. Dizi TV, obwensu, uomogusi. Shika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye. Kristo aniongozaye. Nikiisha kazi chini, sitakimbia mauti, kushinda ni ya hakika. Nikiongozwa na Baba, shika kwa mkono wa hakika, nitaandamana naye, ongozaye. Ungesemaje? Wimba ambaye una ladha. Na wasalimu amjambo. Amjambo katika makambi ya Nyamataro Main Center 2023. Ni wakati mwingine mwema. Tunaenda katika kipindi chingine ya kuwaletea reports za makambi yaliyopita na makambi ambayo tunayoyaendelea sasa. Anayeongea ni Elda Chako Mumanyi, anasimamia makambi haya. Kwa hivyo naomba mnikubalie nilete secretary atuletee ripoti ya miaka miwili ya nyuma na atuletee na ripoti ya mwaka huu hadi mahali tumefika. Na tena mnikubalie nitamleta pastor immediately anapomaliza. Pastor wetu naye Pastor Melanie Mbaka atatuletea sehemu nyingine ambaye ni ya offertory, because we are going with time. Kwa hivyo tuombe ndiposa nimlete secretary. Mtakatifu Muumba wa mbingu na nchi, tunakushukuru wakati kama huu ambaye tumekusanyika pamoja, tunatafuta uso wako.
na tunakurudishia asante kwa sababu umetuwezesha miaka yote hii mpaka mahali tumefika. Wakati tunapata ripoti kuhusu ya kazi yako, jinsi ilitendeka na inaendelea kutendeka, tunaomba uwe pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu nimeomba hata kuamini. Secretary. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Karibu sana for our camp 2023. Na nitachukua muda mfupi sana na naomba mwe wasikivu ili niwaletee ripoti yetu ya matoleo ya mwaka 2023, lakini tutareview 2021 na 2022. Karibu sana. Katika matoleo yetu ningependa nianzie 2021. Katika matoleo yetu tunatoa vipi? Ningependa kusoma matoleo ya tithes, combined offering, camp meeting offering, thanksgiving, evangelism. Katika 2021 matoleo yetu ya tithes ilikuwa ni shilingi 1,213,395.5. Combined offering tulikuwa na shilingi 45,000 shilingi 168. Katika camp meeting offering tulikuwa na shilingi 102,000 na 696. Katika thanksgiving tulikuwa na 22,195. Muniambie kama anaenda mbio tafadhali, maana nataka nisome na tuko na muda mfupi. Evangelism tulikuwa na shilingi 10,080. Katika annual sacrifice tulikuwa na shilingi 26,665. Nikijumuisha yote, nikijumuisha tithes zetu, combined offering, camp meeting offering, thanksgiving, evangelism, tulikuwa na total ya shilingi 1,420,199.5. In the year 2022, in our tithes tulikuwa na shilingi 1,332,521.5. Combined offering tulikuwa na shilingi ya 59,986.5. Camp meeting offering tulikuwa na shilingi ya 91,433. Thanksgiving tulikuwa na 32,405. Evangelism tulikuwa na 13,175. Annual sacrifice tulikuwa na 5,405. Nikijumuisha hiyo total yote tulikuwa na 1,534,926. Wakati wa 2021 na 2022 hatukuwa na hii digital ya CFMS. Kwa hivyo 2021, 2022 hatukuwa nayo, na katika 2023 tulikuwa nayo kwa muda wa mwezi mmoja. Sasa nasoma report yetu ya 2023. 2023 ya tithes tulikuwa na shilingi ya milioni 1,074,736.5. Combined offering tulikuwa na 49,130.25. Camp meeting offering tulikuwa na 120,251. Thanksgiving tulikuwa na 26,452.5. Evangelism tulikuwa na 12,287. Tukijumuisha hiyo yote tulikuwa na shilingi milioni 1,282,857.25. Kwa nini niwatolee hii report ya financial report for the year 21, 22 and 23? Katika hii report tunaona from 2021 to 2022 tulikuwa tumepanda juu kidogo na around 30,000. Tukifika 2023 tukapungukiwa na almost compared to last year tulikuwa na upungufu wa almost 200,000.
Na ingawaje this year report yetu ilikuwa kuanzia Januari mpaka August, kulingana na ukianalyze tu kidogo tuko na upungufu kidogo, na najua Mungu amewabariki, and I believe stores za Mungu ziko in abundance. May we tap the blessings. Na waimiza kabisa tuwe kutoa ni part of our service. Ningeomba sana Mungu aendelee kuwabariki mnapotafakari vile mnavyoendelea kumtolea katika mwaka huu na siku zijazo. Asanteni sana. Na mwalika pastor atakuja. Yeah. Nishawaeleza kuwa hii report ambayo nimetoa ya 2023 ni kuanzia Januari mpaka August. Mungu aendelee kuwabariki vile mnavyopanga kumtolea. Asante. Karibu pastor. Nashukuru sana secretary kwa ripoti nzuri ambayo tumesomewa. Jambo ni ya kwamba hatujasema amina. Haleluya. Maana jambo hili la matoleo ni pamoja na uaminifu wetu katika kumwabudu Mungu. Tulivyo navyo Mungu ametubariki, tena anatuomba ya kwamba tunaposema I will go, tuende na mali zetu kwa ajili ya utumishi, kasi ya Bwana iende mbele. Namshukuru secretary amesoma vizuri tangu tulipoanza makambi yetu rasmi mwaka wa 21. Makambi ya pili tukawa mwaka 22. Haya ni makambi ya 3 kirasmi. Bwana ametutendea wema, Bwana ametuinua tangu tulipoanza. Tukianza tulipewa miezi michache tu, wakati ule tulitawanyika kutoka Matoke, lakini Bwana akatushikilia tukafanya kilichowezekana. Mwaka uliopita Mungu tena alitujalia, ingawaje katika matoleo ya makambi tulishuka, tulienda 91,000. Takushukuru Mungu ya kwamba ametuinua tena katika mwaka huu kuanzia Januari mpaka mahali tumefikia mwezi wa 8. Bwana ametutendea wema, tumefika 115. Mnasemaje? Ngawaje hatujakanyaga pale tunakohitajika, Bwana ametutendea wema. Situmshukuru? Tunashukuru sana. Ninapoendelea kusema maneno haya, naomba mashemasi mupeleke bahasha kwa kila muumini, ili nikimaliza hivi tunaanza kufanya matoleo. Naomba tuimbe huu wimbo. Wimbo ulio katika Kiswahili nambari 107. Naomba tuimbe stanza ya kwanza na ya 3. Stanza ya kwanza na ya 3 katika wimbo wa namba 107. Neno kuu katika huu wimbo linasema nipo Bwana nitume. Kawaida tunasema I will go. Ndipo tunasema Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Basi wimbo nasema iwapo tunatakiwa kujihusisha, nipo Bwana nitume. Sikiza maneno katika stanza ya kwanza na stanza ya 3 peke yake. Mashemashi mkiendelea kutawanya bahasha kwa kila mmoja. Tupeleke Margaret. Sauti ni yake Bwana. Tuimbe pamoja. Sauti ni yake Bwana, kwendana ni tayari, mavuno yanakawia, nani atayavuna? Wakudumu
sana. Bwana anapotafuta mtu wa kutuma, kila mmoja wetu aseme nipo Bwana, fanyaje? Nitume. Basi Bwana akikutuma, iwapo hautaweza kwenda nchi za mbali, vile sasa wageni wetu walijinyima kutoka kokote, wakaja huku, wametuletea neno la uzima, huenda wewe hautaweza kwenda kule mbali. Je, utafanyaje? Maandiko haya yamesema kwa sala na kwa sadaka. Haleluya. Kwa matoleo, eti hata na wewe utaweza kutoa msaada kwa kuwafikia watu wa Mungu kule mbali waliko. Kupitia kwa sala unaruhusiwa magoti yako uweze kuyapiga, umuombe Mungu kwa ajili ya kazi yake. Hivyo nawe umeenda katika mfuko wako, katika mashamba yenu, katika mifugo yenu, unaweza kumtolea Mungu ili kazi yake iende mbele. Hivyo usije ukafikiria ni pastor alitoka conference, basi ndiye peke yake anaweza kwenda. Imagine tunaruhusiwa tuende nafsi, vile wachungaji wamekuja, tena mchungaji mwingine amekuja kupitia kwa kitabu. Hivyo ni kwenda. Basi nasi tuende kupitia kwa matoleo kazi ya Mungu, maana imesema injili hii ya ufalme itahubiriwa iwe ushuhuda, ndipo ule mwisho uje. Bwana atubariki tunapojihoji, tunapojiangalia katika mifuko yetu, maana tangu Januari tumekuwa tukiahidiana, nami nitafanya sehemu kwa kupeleka injili mbele, nami nitafanya sehemu katika huu utume ili kazi ya Bwana iende mbele. Bwana ametujalia juma lote nzima, kila siku kila mmoja amefanya sehemu yake. Tumeleta sadaka mbichi, tumetoa sadaka ya mifukoni, tena tukaahidiana ya kwamba kila siku tutaleta. Vile wakati ule wa Israeli walisema kwa Musa tutaleta, wakaleta mpaka vikazidi. Basi nasi tulisemezana leo tutaleta sadaka yetu ya zaka, tithes, sadaka yetu ya combined offering, sadaka yetu ya makambi. Shukuru Mungu kila ametutendea mwaka wote, na mengine yote unayoona vyema wewe na familia yako uweze kumshukuru Mungu kwayo, ndio tunatoa wakati huu. Na haya yote yataenda kuchumulishwa kwenye ripoti ambayo secretary ametusomea. Na sio leo peke yake, tutaendelea kutoa kadri Mungu ameturuhusu uhai, kadri Mungu ametupea uwezo, ili kazi ya utume wake iende mbele. Unapokumbuka mchungaji alisema jana, it is very urgent, ni dharura. Basi jambo likiwa la dharura, si kila mmoja ajitolee. Bwana wetu atubariki hiyo dharura tuweze kuitimiza katika jina la Yesu. Amen. Na tuombe. Takatifu Baba yetu Mungu, tunakushukuru. Ni nyakati za mwisho Bwana tunaishi, ambapo umetutuma kila mmoja aweze kujitolea kwa ajili ya kupeleka huu utume kwa watu wote. Ujumbe wako Bwana umetufikia, na umesema ya kwamba wengine wataweza kwenda nafsi zao, wengine tutaweza kuchukua vitabu, na wengine tunaweza kutoa matoleo vile umetubariki katika mifuko yetu, katika mazao yetu, ili Bwana kupitia kwa hivyo vyote kazi yako iweze kwenda mbele. Tubariki kwa wakati huu Bwana, tunaenda kujihoji, tunaenda kujitoa mioyo yetu, na tunaenda kutoa hayo mapato Bwana uliotubariki nayo. Bariki kila mmoja Bwana tunapotenda hivyo, ili Bwana hatimaye kazi yako isonge mbele, watu wengi waitwe kwa wokovu Bwana, marejeo yako yafike. Tunatamani sana kwenda kule mbinguni Bwana, tuandae mioyo yetu na tuandae kwa ajili ya kushughulikia wengine Bwana. Asante kwa sababu umetusikia ombi letu katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Mashemashi ni kipindi chetu, tupite hivi ili tukusanye vile wana wa Mungu wameleta katika hekalu yake.
Asante sana mashemazi wanapopita hapo kwa minajili ya utoaji wa saka na sadaka. Tuchukua muda huu kidogo tuweze kupata wimbaji. Tuzidi kubarikiwa tuensia sovwamo omwancho muligire bitasindikia TV. Nashukuru sana. Leo onsia sole no tore se campi center ya Nyamataro main. Togenda takoba togo seni wasengencho ya Marandia nabo igo emeroberio yonsi koru wagakiete na wikira chinga kibuna echi ekero kwa nero yarenge yeskuru JCC Junior Secondary School Timanyeti. Mwalimu uko wapi? Kama uko endelee kujipanga. Riverside tafadhali. Riverside choir inchwa sogotera ko mogaiga kira togenda takoba togo seni watwensi asobwamo emambia yabono na kwenekia unatwanyera kwa watu kusango. Mwalimu uko tayari na wanafunzi? Imajidia tafadhali. Imajidia mujipanga bageni abaki bako rumotuga iga Riverside kwa minajili yo muda tutakanyaga haraka na upesi asinge nche chingaki nebiro sadaka kichiganda takoba chiko sangirirwa. Pia mwana tunashukuru sana. Riverside karibu sana. Nashukuru. Deputy Principal West Kure Technical, sijui ameenda wapi yule elder? Alienda wapi? Yuko ndani. All right. Riverside tuko tayari. Singa jogo tera. Wakifika stanza ya mwisho tafadhali ile shule tuwe tumejipanga hapa. Ni afadhali tuje hapa karibu hivi wakiwa katika stanza ya mwisho kabisa nasi tuweze kuingia jukwani hapa kwa minajili ya uimbaji. Natamani nitembee nawe katika shamba la Bwana. Mavuno ni mengi sana, wavunaji ni wachache. Kuja tufanye kazi ya Bwana, kungali nafasi. Natamani nitembee nawe katika shamba la Bwana. Mavuno ni mengi sana, wavunaji ni wachache. Kuja tufanye kazi ya Bwana, kungali nafasi. Tutakapo jiji lile tutaimba na Bwana Yesu. Mwana kwanza itakuwa ni shangwe tele. Tutakapo jiji lile tutaimba na Bwana Yesu. Mwana kwanza itakuwa ni shangwe tele. Nitamwona uso kwa uso yule aliyenifilia. Tutaonana na wenzetu waliolala zamani. Itakuwa siku ya furaha mji wa Yerusalemu. Nitamwona uso kwa uso yule aliyenifilia. Tutaonana na wenzetu waliolala zamani. Itakuwa siku ya furaha mji wa Yerusalemu. Tutakapo jiji lile tutaimba na Bwana Yesu. Mwana kwanza itakuwa ni shangwe tele.
shangwe tele, ni shangwe pamoja na nderemo, tutakapofika jiji lile. Tutapiga tarumbeta na vinubi, itakuwa furaha kubwa. Ni shangwe pamoja na nderemo, tutakapofika jiji lile. Tutapiga tarumbeta na vinubi, itakuwa furaha kubwa. Ni shangwe pamoja na nderemo, tutakapofika jiji lile. Tutapiga tarumbeta na vinubi, itakuwa furaha kubwa. Ni shangwe pamoja na nderemo, tutakapofika jiji lile. Tutapiga tarumbeta na vinubi, itakuwa furaha kubwa. Itina kitogote vya Riverside, abana baito karibuni sana. Just a reminder nga pastor tika koba kobeka tenene gani gari nga sadaka ndete yo nande to kurwa. Ichenere ngakie chita isine sadaka cheito igonto koira na togo swa divine service. So keligwa imokia asenge nchoyo kurwa bune sadaka neta isi yago tafadhali. Mashemanze tena mtapita yendekawa tangazo hili likufikia kwa wengine wetu kwamba erenele sadaka yosipi andete yego sangirirwa. Tena tutarejea tu pale ndani kwa washirika wetu ndiposa tuweze kutoa kabisa mara moja, tuweze kumaliza wanafunzi wetu wanapotuongoza kwa wimbo hapa. Heaven is a wonderful place filled with glory and peace. We're gonna see our homeland yonder. Heaven is a wonderful place. Heaven is a wonderful place filled with glory and peace. We're gonna see our homeland yonder. Heaven is a wonderful place. Heaven is a wonderful place filled with glory and peace. We're gonna see our homeland yonder. Heaven is a wonderful place. Love, love, love. Joy, joy, joy. Soon I reach my Father's home. I am going home. Love, love, love. Joy, joy, joy. Soon I reach my Father's home. I am going home. Jesus is a merciful friend. He died that we might live. We're gonna see our faithful Savior. Jesus is a merciful friend. Jesus is a merciful friend. He died that we might live. We're gonna see our faithful Savior. Jesus is a merciful friend. Jesus is a merciful friend. He died that we might live.
sana kwa ito ase ubwango fundi wa mitambo gotera gosoega guchidai kaiga singe nchoe chinga kinebiro abana bambuya mwalimu chana abana bali yule mwalimu wenu tafadhali. Kuna producer wetu pale nilikuelezea mahali yako pale fundi wa mitambo. Utana muangalie pia content tunaitaka kwa ajili ya kupeleka ujumbe. Nyala kwa bogo ikera bange wetera se chinjira ao kati yabo ATV. Asante sana kwaya, karibu asinge nchogotera. Tuateba after ekwaya togosowa nsema divine service. O make sure kwaligia sogwe kanya buyaiga oisaranse asinge nchogotegera amarandi litukulia lero. Ukakoma matangazo haya pia na kukujia kupitia Ndize TV na Facebook pia na YouTube. Ni kwa siku 7 kuwe kusanyiko mahema yako yamepambwa mazuri ya Israeli. Furahi na mchangamke kwa wema wote Bwana amefanya. Mbele zake makambi tunamwabudu, kweli ni ajabu siku zote, kweli ni ajabu siku zote. Ni kwa siku 7 kuwe kusanyiko mahema yako yamepambwa mazuri ya Israeli. Furahi na mchangamke kwa wema wote Bwana amefanya. Mbele zake makambi tunamwabudu, kweli ni ajabu siku zote, kweli ni ajabu siku zote. Akupe mwangaza, akuangazie, twahitaji Bwana kila wakati, tuweze kuwa na upendo, upendo wa agape, tuonyeshe vitendo vinahitajika. Akupe mwangaza, akuangazie, twahitaji Bwana kila wakati, tuweze kuwa na upendo, upendo wa agape, tuonyeshe vitendo vinahitajika. Akupe mwangaza, akuangazie, twahitaji Bwana kila wakati, tuweze kuwa na upendo, upendo wa agape, tuonyeshe vitendo vinahitajika. Yesu aliuawa msalabani kwa ajili yako nami. Thamani yako na mimi imetosha kwake Yesu. Msalabani thamini sasa, uvumilivu kwetu tusipotee. Mbingu ilinyamaza kimya. Yesu aliuawa msalabani kwa ajili yako nami. Thamani yako na mimi imetosha kwake Yesu. Msalabani thamini sasa, uvumilivu kwetu tusipotee. Ubarikiwe na uinuliwe ujapo usoni pa Bwana, utoe kafara kwa moyo mnyofu kwenye madhabahu, mahema mazuri uje ushiriki wewe na nyumba yako, upate neno la uzima. Ubarikiwe na uinuliwe ujapo usoni pa Bwana, utoe kafara kwa moyo mnyofu kwenye madhabahu, mahema mazuri uje ushiriki wewe na nyumba yako, upate neno la uzima.
ubarikiwe na uinuliwe, ujapo usoni pa Bwana, utoe kafara kwa moyo mnyofu kwenye madhabahu, mahema mazuri, uje ushiriki wewe na nyumba yako, upate neno la uzima. All right. Hallelujah. Matera buna yama ya kabisa. Nataka usimame dadangu, tumekuwa tukishikiana na wewe kupitia kwa njia ya uimbaji. Unataka toma ite chinsa chichekire chinsa cha divine service na nduteke tukilie kurugagira pulpit singa choko na etimu yere maiga ya nega iga digire ligali bakone batabili tali ago na kia Matera ringi wikira boniga. Hamjambo nyote? Hamjambo? Happy Sabbath. Happy day. Ko mambindo sevuna program ya berengi ya sana. Adenya sawa tokonyiri. Bare ngaba wakile program ile ko mambi wika chinse chiga. Ya sawa seseni. Asante sana. Nataka uombe kisha baadaye tuweze kumaliza kabisa upande wa uimbaji. Pastor, sijui ulikuwa elekeza wale mashemanzi ndio tukiposa tukiomba tuwe tumemaliza pamoja, naona wengine wako pale labda sijui. Asante. Naomba mashemasi, tulishaomba, pelekeni sadaka kwa ofisi, na naomba right, mulete chombo kimoja muweke hapa, maana huenda wengine wakachelewa. Aliyechelewa atapata chombo ili na yeye asirudi na matoleo yake. Zingine zote tulishaomba, pelekeni ofisini. Asante. Asante Pastor kwa mwelekeo huo. Nadhani sasa tutaomba kisha baadaye tuweze kurejea kwa minajili ya divine service. Tunyenyekee na tuombe. Baba wetu Muumbaji, asante kwa sababu ya ulinzi wako mwema. Asante kwa sababu ya saa hii sasa imefika saa ya divine service. Tuomba Roho wako Mtakatifu Baba aongoze kila mmoja, wote ambao wamekuja hapa Baba kusikiza neno lako. Roho wako Mtakatifu afungue roho zao Baba ili waweze kuwa wasikifu wema. Zaka na sadaka ambazo zimetolewa Baba nazo tuweziweka mikononi mwako ili ziweze kufanya kazi yako mahali ambapo haijafika. Na sasa vipindi vyote Baba vitaendelea, tumevikabidhi mikononi mwako, ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amina sana. Kwa zile kwa ambazo zimesalia, muda ukipatikana tutazidi kumtukuza Mungu kupitia kwa njia ya uimbaji. Asante kwa wale ambao tumeshikiana pamoja. Miongoni mwetu I'm really humbled, Bwana Chairman. I have a very big team from DZTV and our manager. I think time yetu itafika pia, they be recognized. Is a very big team ambayo imefika kwa ajili ya kushiriki pamoja nasi. Na Mungu wetu awabariki. Program inaendelea uninterrupted. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia sifuni. Mwenyezi Mungu, jina lako litukuzwe na liinuliwe milele na milele. Na zaidi ya yote katika mkutano huu, Baba wetu, tumeomba ututakase na upokee tabibu zetu tunapopeana, utupokee vile tulivyo
na utuandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina kuu la Yesu mkombozi wetu. Amen. Wapendwa katika Kristo na wasalimu amjambo. Ni wakati mwingine mwema tumekuja mbeleni mwake Bwana kwa minajili ya kilele ya ibada ya siku ya leo. Kabla sijafanya kitu chochote, hebu nilete announcement kidogo, ambaye kulikuwa na mtoto angeombewa siku ya leo, lakini kwa sababu ambaye haikuwezekana ataombewa wiki ijayo. Na mtoto anaitwa Levi Machogu Bosire. Baba yake anaitwa Penati Bosire na mama anaitwa Nancy Abere. Ombi litakuwa next week. Wakati huu na wakaribisha nini nyote ambaye mmekuja katika makambi ya Nyamataro Main ya mwaka huu 2023. Ninajua na niko na uhakika ya kwamba Mungu wetu ni mwema, na miongoni mwetu ninajua ya kwamba kuna wageni. Kwanza nakaribisha wenyeji wote kwa makambi haya. Ya pili, ninakaribisha wageni ambaye wamekuja kuhudhuria pamoja nasi kwa makambi haya ya Nyamataro Main. Ningependa niwaone kwa mikono, ichapokuwa wala ambaye wamekuja kuchukua wageni walikuwa wa makambi haya. Wale wengine ningependa niwaone kwa mikono. Asante, naomba msimame mahali popote mlipo. Naomba mtufungie mikono. Wenyeji mungesemaje? Karibu sana. Na tumetunukiwa kuwa na Ndisi TV ambaye tumekuwa covered live. Nanyi mmekaribishwa. Ninawacha nafasi yenu, mtaletwa na pastor wetu. Na wakati huu ninaleta ambaye alikuwa pamoja nasi sehemu ya nyimbo, ambaye ni Margaret Chuma atusalimie. Asante. Tunayeshirikiana pamoja ni ndugu yangu Penny Mugaka. Naomba alete salamu. Tunapoendelea ninamleta sehemu imepaki na mleta pastor wetu Melanie Mbaka aendelee. Nashukuru mwenyekiti kwa sababu ya makaribisho hayo mazuri. Naomba kila mtu ajisikie miguuni pa Yesu. Haleluya. Jisikie vizuri, hata wale mko nyumbani, jisikie katika ibada hii takatifu ambapo Bwana anahitaji kuongea nasi. Namshukuru Mungu sana sana kwa makambi ya mwaka huu ambayo yamekuwa makambi mazuri. Mungu alitujalia tumekuwa na afya. Ngawaje changamoto kidogo zimetupita kati hivi, Bwana amekuwa mwema kwetu. Haleluya. Huo wema wake hatutausahau. Bwana aendelee kutubariki na hasa atuandae kwa ajili ya ufalme wa milele. Niruhusu nami niendelee kuwaleta wageni wenzetu ambao wamebaki ili watupee salamu, maana nao wako miongoni mwetu. Basi niruhusu nianzie wazee wa kanisa, wazee wa camp center hii
ambao wamefanya kazi kubwa kufanikisha makambi haya. Wazee wa kanisa hili wa kambi center hii, naomba popote mlipo msimame ili mpungie mkutano. Kambi center elders ni kanisa moja lenye makambi. Wale wazee wote na waomba, tunawasalimia. Tunashukuru sana. Mungu awabariki kwa kazi njema mliofanya kufanikisha makambi haya. Naomba niwalete sasa kirasmi wageni wetu ambao walikuwa hapa kwa makambi. Wageni ambao conference ilionelea vyema itutumie, hivyo wengine watasema mchana. Sasa hivi niruhusu nilete wageni wa conference. Karibuni huku mbele. Wale nyote conference iliyotuletea huku, njoni mbele kirasmi ili tuwakaribishe. Ashukuru sana. Hawa ndio wageni wetu tuliokuwa pamoja. Wageni wamenena nasi, tumesikia sauti zao na vipindi mbalimbali walivyokuwa wanachukua. Naomba nimlete dada Gladys Onserio, ambapo nitaomba ndugu yangu mtumishi wa Bwana Steve njoo mbele hivi ili utupungie mkono. Steve ndiye amemuoa Gladys toka pale sehemu za Kirwa. Steven huyu ni mtumishi wa Mungu katika idara hii ya vitabu. Huyu ndiye mume wake Gladys. Steve, naomba upunge mkono huku Nyamataro Main. Mnafurahia lakini? Habari ya Nyamataro. I'm very happy. I'm humbled myself to be Nyamataro. Because this church, the time I was here, a lot of challenges, I'm very happy. Me and my family, I want to say may God bless you for what you have done from Darajambili, Matoke, and other when I was in Kisii Central. So we did a lot with this church and this district. May God bless you. So this is my family, and we came almost all from home. May I see my family? Wacha nione familia wote. Hata ndugu yangu daktari alifanya kazi hapa Kisii. Livalo ako pamoja nasi. Hebu simama Florence. Uyaro no wale gabo. So hebu simama wote walikuja hapa. Hebu simama my boys and girls. My brother ako huko nyuma, daktari amefanya kazi na nyinyi. Na very fast, please come very fast. Nataka nishukuru kwa sababu ya kuruhusu huyu afanye kazi na nyinyi, na mimi niliona kwamba wacha nikuje, ingawa ilikuwa mambo mingi, lakini wacha nikuje pamoja na familia wachue Nyamataro. Tulikuwa tunasema Nyamataro. Sasa Nyamataro ni hapa. I think wameona wapi pesti. Tulikuja na pesti yangu ako hapo na watoto wako hapo. Watoto wako wapi? Watakuwa wamechangamana na wengine. Sawa, wamesalute hivi. Daktari tusalute hivi. Tunashukuru kwa kuja kwako. On behalf ya familia. Asante sana. Happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Mmesikiaje makambi? Mmefurahia sana? May God bless you. Pia mwana sana Steve Huyu sio mchezo. Pastor Ngiga Steven, tumefanya kazi kubwa pamoja na mume, pamoja na huyu mke, sio mchezo. May God bless you being here. May God bless you. Pia mwana sana Steve ni familia yao yonomo kegolione, tunafurahi sana. Gladys nashukuru, nenda ukaketi. Mungu awabariki sana. Ndugu yetu Moses Nyariki alikuwa kwenye idara ya uchapishaji. Naomba waliokuja kumuona wache huku mbele nao watupungie. Wote waliomjia Moses na waomba. Yule mama anayempikia Moses ndiye naomba apeane salamu hivi. Wengine wote marafiki na familia madam neno moja hivi, wengine wote tupunge mkono, tunashukuru. Na hata niliona kwaya mumeimba, mbarikiwe sana. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Kwa majina
Esa marieta ngoro kuroda nyambeki Moses. Nyamataro meini nkonyerero yake gotere sesi mnaimba smart. Sasa nimejua kwenu. Tunashukuru. Asante sana Moses, unaweza kupeleka familia mketi, tunashukuru Mungu. Naomba nimlete mtumishi wa Mungu wa miaka mingi ndugu Job Misati ambaye ni mwinjilisti mkuu katika idara hii ya vitabu. Sijui kama walikuja? Mimi niko na familia lakini hawakukuja, nilikuja peke yangu. Salamu za familia, za kanisa, za makambi nimepita kama 5. Ya mbali nilikuwa Nakuru na zingine KCC, Nyangena, Sunika South na Nyamataro Main. God is good all the time. Work for the Lord. Work for the Lord. Die empty. May God bless you. Chioni wala ambao mjapata Bible na nyimbo na vitabu za watoto, tunawakaribisha saa 11, saa 12 tutawapatia hizo vitabu. May God bless you in abundance. Thank you. Asante sana mtumishi, najisikia vizuri. Naomba nimlete mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa mgeni wetu wa pili, mzee wa kazi ambaye amefanya kazi miaka mingi tangu mimi mwenyewe binafsi nikiwa mdogo. Mzee Sedekio Nchunga. Samani zile mimi nilikuwa nasikia the story of redemption. Nashukuru Mungu kwa ajili ya utumishi wako, na naomba familia ambayo Mungu amebariki sana katika utumishi, nanyi kambi center la Nyamataro liweze kuwaona. Mke wangu Mother Mora Onchonga. Huyu ni my sister Sarah Mora Mongare. Wana werotia iguru na bakwani mbia mule mwenzi. Mwegotigwa. May God bless you. Ninja wanangu murugira. Tunashukuru Mungu sana, na Mungu aendelee kuwabariki mzee katika utumishi. Ainche na bakwani rimbu ya mule mwenzi. Aki nabona arengi no kuganisana nga na inje nkole kosi yo uchapisi wa vitabu, kutembeza vitabu, lakini ngane na arualire. Lakini yegento nebo liekemo omwana oyo minto nere nkubwati unarandi buyaga nande bunakurandi osento genda igore family ya ito aya gose no chikoru Nyamataro igoro gose ogotigaransa akimwa kwani gukoru ese narwe nkoru yabe sentura esidiembi yamono. Asante sana. Niruhusu nilete watumishi wa televisheni ya Ndizi ambao walikubali kuwa nasi siku ya leo. Wanapeperusha haya mahubiri kokote kule, watu wengi wanapata haya mambo, na wao wamefanya kazi ya getting involved. Mbarikiwe sana. Nabakwa nirimbia muri mwenzi mbia mono kigima na bange tole abande no bebisete gochima maiti na bakwimukio koboko igora sebale ntubwatega igoyo igakoro ku Conrad Ngwesi mukio koboko igoro mbia mono oyugara mangana graphics ne camera ntolega aria ne producer ito nigakoro kwa nde akoro kwa Mbaka Victor mbia mono kigima abande mbale bale nkiga meth nere no monto bwe camera o likurumaega nere no tole nerega na boigo esbeni nyamete nere narengo timaiti asaso agochira kinware yothe thikwera libageli kubakira ngambia mono asogotoa libaga asingincho yogo chakobeka manganaya tako gendo mulisia njugo cha na ngo kwanole mbia mono kigima asogotoa libaga ntuni gotokuru kwa Ndizi TV ubwansu bwo mugusie nigo togotoka embassy kerogwa sukiru chumatake nsemo yokorio ekero kwenda guchinyakoe muna toleiga nigo tole mbeo asi television ya Ndizi TV ye kubwatira ekerole Go TV ere channel 824 Star Times nigeri channel 195 Facebook Ndizi TV News Digital mnaboni iga gotoro chikaine nsengima nabo igo YouTube nigo togotoka ase Ndizi TV News oyo no molisi oria molisi tenera gocha eda ikayamo mbaro kiaba aba babere nabo bagotenera omurobiri obwo bwansu bwe sabato okira lituko Jumamosi maambia
onye mukurigirira Ndizi TV ababere nabo baregati yabali bako baletera omorobirio bubwansu bwe sabato mbiamano inche nigonkoro kwa John Kebati manager Ndizi TV ababere tiganwe oyori bagakwane kerongo chigwisaransa mbiamano sana na nchegoro kwa Josephat Amisi nonde oyo mabo bakore mberemo asigita seni Ndizi TV nyasaite gasuseni kera program gana mbiamano. Tunashukuru sana na jisikie vizuri kuwa pamoja nasi katika kujihusisha kwa kupeleka ujumbe. Naomba tena niwaletee kipindi maalum ambacho kinaanza siku ya leo kirasmi, kipindi ambacho tunaita Hope for Africa. Hope for Africa ni kipindi ambacho kinaanza siku ya leo, kimeanza asubuhi hivi, lakini officially saa 11 ya jioni mpaka saa 2 ya usiku, na kitafanyika kuanzia leo tarehe 2 hadi tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu. Kitafanyika kikipeperushwa kutoka New Life SDA Church Nairobi, na kitapeperushwa katika maeneo yote ya kanisa ambapo tunaita East Central Africa Division. East Central Africa Division ni maeneo yanagusia Afrika ya Mashariki na Afrika ya Kati, ambapo inahusu nchi 11. Basi mafundisho haya yatapeperushwa kwenye nchi hizi 11 katika lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiswahili, lugha ya Kifaransa. Itaenda kila mahali ili watu wote wasikie ujumbe huu wa wokovu, wajiandae kwa marejeo ya Yesu. Atakayekuwa mtumishi katika mafundisho hayo atakuwa mtumishi wa Mungu Pastor Mark Finley, ambaye anatujia kutoka makao makuu ya kanisa la Kiadventista huku Marekani. Tayari amefika huku Nairobi. Ameanza sasa hivi. Kuanzia hiyo saa 11 tutaanza kuyaona. Hapa Nyamataro tuna vituo 4, kituo kimoja pale Embassy, kituo kingine kiko Nyamataro hapa, kituo kingine kuelekea Mosisita pande zile za Keore, na kituo kingine kule chini katika junction ya Arise and Shine. Vituo hivyo viko, tutaona hayo mambo live. Mtumishi mwingine atakayeleta ujumbe ni mtumishi anaitwa Pastor Chidi, ataleta mafundisho ya afya, matumaini katika afya zetu. Na mtumishi mwingine ataitwa Pastor Mbaga, ambaye ataleta masomo ya familia ambayo ni matumaini kwa familia zetu. Hivyo ndivyo vipindi tutakuwa navyo, na vitapeperushwa katika Star Times Channel 26, katika Go TV Channel 816, vitapeperushwa katika YouTube, vitakuwa kwenye Facebook, vitakuwa kwenye Hope Channel, na unaweza kudownload hiyo app ya Hope Channel katika simu yako ili unaweza kuona hayo mafundisho popote pale ulipo. Mafundisho haya tena yatapeperushwa katika redio zetu, katika Adventist World Radio ambayo iko pale Nairobi, itasikika na watu wanaokuwa pale wote katika 91.6 FM. Tena kutakuwa na Adventist World Radio Kings FM 90.4 ambayo itakuwa kule Homa Bay na maeneo ya kwenda huko. Kuna Baraton FM 103.9 FM ambayo itakuwa kule maeneo ya Baraton. Kutakuwa na Tarumbeta FM 90.4 FM. Kutakuwa na Wikwato FM 105.3 FM ambayo itakuwa upande wa Kitui na maeneo yake pale. Tutakuwa na Shake FM 106.6 FM, na huku kwetu kutakuwa na Radio Kisima 89.7 FM. Nako ayo mafundisho yatapeperushwa, utayasikisa pale maeneo ya
Kisii na Nyamira kote, katika Zuku channel 892 na mengine yote tutaendelea kutaarifiwa vile yanatujia kutoka kwa mitandao. Kwa hivyo kila mmoja jihusishe kwa kuambia watu wengine watazame katika hiyo mitandao mbalimbali nimesema, na wengine wakaribishe kwenye vituo vyetu vile tumevisema hivyo, ili neno la Mungu lisambae mbali na karibu. Mungu awabariki sana. Kwa hayo niruhusu nimlete mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa mnenaji wetu wa kwanza, Pastor Stephen Nyaberio Ngige, ambaye ni mtumishi wa Mungu katika idara ya uwakili na maendeleo katika conference, stewardship and development, na kuna vingine vingi vimehusika pale. Mtumishi wa Mungu, familia yake ilikuja. Ningeomba ile familia ya mtumishi wa Mungu mje huku mbele, mpunge mkono hivi, tutambue ya kwamba mtumishi wa Mungu hayuko peke yake, watu wako nyumbani kwake, ili programu iendelee, tuingie kwenye neno la Mungu. Familia ya mtumishi wa Mungu anakuja, wako wengi hawaja kuja, wote wale walioweza ndio wamefika mbele yetu. Mnasemaje? Juzi tena huyu mama alifika hapa akatusalimia, akatutakia mema, na ameonelea vyema tena amalize nasi. Mnakumbuka jina lake? Akimura akore mwebe mele ni bosibori akorokwa ikono eni nche mwangebire. Na ni sister yangu kutoka kwetu nyumbani. Karibuni. Happy Sabbath. Happy day. Lero na bagani tole. Mwanje tebo. Twensipi. Ngonya wikali tukali lero. Hatujawai. Onde teyo. Toko kereli tukeli. Mwana na tokonye tuwikele uwanja wa tata. Mbiya mono. abachokora baba bakwaniria serieta ria Yesu ngabwakire buya. Absabat. Absabat. Tunashukuru sana. Wakati wake ukifika, mtumishi wa Mungu atanena nasi. Ni mimi wenu Pastor Melanie Mbaka, mtumishi wenu katika Nyamataro District. Na wakaribisha nyote miguuni pa Yesu, mbarikiwe na muwe wasikizi wema katika ujumbe wa Mungu. Mungu awabariki sana. Somo la siku natoka katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 14. Matthew 24 verse 14. Hiyo ni ya kwanza. Alafu ya pili tasoma Revelation, Ufunuo 3 mstari wa 20 na 21. Kuanzia ya kwanza, Matthew 24 verse 14 inasema katika Kiingereza, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Katika Ufunuo 3 mstari wake 20 na 21 inasema, tazama nasimama mlangoni napisa. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. 21, yeye asindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Hayo mafungu yatafafanuliwa na mnenaji. Tutasimama zote na nyimbo zetu za makambi nambari 100.
Tasimama tuimbe pamoja. Kuwatafuta. Tuimbe pamoja. Kuwatafuta wasioweza kuomba wamrejee Yesu, kuwaambia maneno yake, njooni kwangu nawapenda, nitakwenda niwatafute wote wapotevu wageuke waingie katika zizi la Mwokozi, Yesu Kristo. kuwatafuta wasioweza waonyeshwe Mwokozi wetu, kuwaongoza wapate wote uzima ule wa milele. nitakwenda niwatafute wote wapotevu wageuke waingie katika zizi la Mwokozi, Yesu Kristo. Kazi hiyo nataka kufanya leo, nimesikia wito waletwe kwake Yesu ndio. Nitakwenda niwatafute wote wapotevu wageuke waingie katika zizi la Mwokozi, Yesu Kristo. Umefika wakati tutamwabudu Mungu kupitia kwa njia ya maombi, na yeyote ambaye ameketi asimame. Tumpatie Mungu wetu heshima
Kiwesi mgonjwa usimame, tuombe pamoja. Tuombe. Bwana Mungu wetu, saa ndio hii. Tunakuomba Bwana ufanye miujiza. Ushuke kutoka mbinguni, uingie katika mioyo yetu. Ufanye maskani yako ndani yetu. Na ingie katika mtumishi wako ambaye atamega mkate wa uzima. Uzungumze kupitia kwa yeye. Tupatie uwezo wa kuitikia na maisha yetu yambatane na maisha yako, ili tuwe watumishi wako ambao watapatanisha ulimwengu na wewe. Na tukitoka hapa tuwe nuru ya ulimwengu, na yeyote atakaye kutana nazi aone tofauti iliyoko kati yetu na wale wote ambao wacha kukubali kama mkombozi wao wa pekee. Mapenzi yako yafanyike, ndio ombi letu katika jina safi la Yesu Kristo mkombozi wetu. Bwana Mungu atukuzwe. Naomba tuketi vizuri, maana mtumishi wa Bwana anakuja ili atuletee mkate wa uzima. Vile mtumishi anaendelea kujiandaa kuja mbele hivi, naomba nifanye hili tangazo moja ya kwamba leo hii tutakuwa na ubatizo. Leo hii tutakuwa na ubatizo muda wa saa 9 hivi kwa wale ambao wamemkubali Yesu na kujitoa kwa ajili ya hilo. Kwa hivyo mjiandae, ubatizo upo mchana wa siku ya leo. Tena mtumishi wa Mungu anapoendelea kutelemka ili kunena nasi, naomba nilete kamati iliyokuwa inamzingira mzee Momanyi, kamati ya makambi, the camp committee. Naomba nanyi msimame, maana ndio mlifanikisha hii kazi kwa kuandaa kila kitu, wageni wakaweza kuwa salama. Kamati ya makambi, kamati ya makambi, kamati ya makambi, naomba mje huku, mshuke hapa, mpunge mkono, maana Mungu amewatumia. Wageni wetu wameshiba vizuri, wageni wetu wameongea vizuri, hawaja kuwa na tatizo lolote. Mambo mliofanya Bwana awabariki mno 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 kwa ajili ya kujitolea kwenu. Hii ndiyo kamati yetu ambayo iliwezesha utumishi. Vile neno linasema get involved, nao walikuwa involved, wengine jikoni, wengine hapa na pale, wengine kwa kutukaribisha pale. Kila mmoja alifanya sehemu yake hadi umbali huu tumefika. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Bwana tupungie mkono na mbarikiwe kwa kujitolea kwenu. Asante sana, nendeni mketi. Nataka nishukuru tena vile mtumishi anataka kuanza kunena ya kwamba juma lililopita tulikuwa na camp kemkemi la watoto. Mnasemaje? Lilikuwa la kufana kabisa. Watoto wetu walijifunza vizuri na wataimba ule wimbo baada ya mahubiri. Ule wimbo ambao tulikuwa hatujafika wote, watauimba saa 7 na kwenda hapo. Wageni waliokuwa hapa, Chief Wilta kutoka Nyaura, dada Berin Mainye kutoka Jogo, dada Salome Oiruria naye kutoka Jogo, walitubariki mno. Na kupitia kwa ibada hiyo ya makambi ya watoto, watoto 16 walipata ubatizo. Mnasemaje? Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, karibuni, Bwana akutumie unene nasi. Wapendwa na wasalimu kwa jina la Yesu. Amchambo. Amchambo. Thank you so much. Nataka tena turudie kwa nguvu. Wana na binti wa mfarume na wasalimu. Amchambo. Jesus is coming soon. Get involved. Mungu wa mbinguni awabarikie kweli kweli. Asante mchungaji wetu Mereni Mbaka ambaye amekuwa mwenyeji wetu tangu tulipowasili katika sehemu hii. Amekuwa pamoja nasi na tena na kamati yake ya makambi.
which is a very special. Uko na kambi kamati ambayo iko na nguvu kabisa ikiongozwa na mzee Momanyi. May God bless you for the good work you have done, but today is not the end. Mtaendelea kututumikia mpaka kesho. Kwa hivyo nisisema asante nikakatisha ili mibaraka ngine. Wasee wetu wa kanisa hili, thank you also for the good work you have done. May God bless you. Niruhusu nilete kikundi kimoja pia kitupungie mkono. Ni kikundi cha kipekee sana. Lakini kabla ya kuleta hicho kikundi, mzee Mainye tumekuwa na yeye kutoka Nyamataro Central, but he did not miss even one day. Na leo nimeona amefanya bidii, amekuja na mke wake Chemima. Please my elder, for your kindness, simama tu tupungie mkono hivi. Na simama na mama Chemima, simama. Thank you so much. May God bless you. Kuna wale walijitoa kwa ajili ya upatizo. Hebu nione mahali popote tulipo. Wale tulijitoa kwa ajili ya upatizo. Nyinyi ni watu wa kipekee katika mkutano huu, na tunahitaji nanyi pia mtupungie mkono. Wale tulijitoa kwa ajili ya upatizo, simama tu mahali popote mlipo. Wherever you are. Nimeona ni Chakiri ni peke yake. Chakiri ni Kaunda peke yake. Wengine wako wapi? Wakina Rutu, wakina Joeli, wakina Chakiri ni Kerubo, wakina Wealete. Oh, mko mbali sana. Inua tu mikono mahali mupo. Kanisa tupungie mikono. Thank you so much. Ilikuwa tukae hapa, hata kuna viti vyetu vimekuwekwa hapa. Ninawaomba tu mtembee kwa utaratibu, mukae hapa mbele. Thank you so much. Kuna kwaya ambayo imekuwa ya kipekee sana. Na leo walikuwa waimbe ile wimbo ya mwisho ndio tuende mbinguni. Please for your kindness, Nyamataro main choir, please welcome. May God bless you. Ndiyo maneno yake Mungu kwako kanisa la Laodikia. Haya ndiyo maneno yake
msimamo, takutema toka kinywani mwangu, sababu we hauna msimamo. Takutema toka kinywani mwangu, wewe jidai kuwa tajiri, tena hutaki kitu chochote. Kweli ni kwamba we masikini, kweli kipofu, tena uchi. Nakupa usia ununue kwangu dhahabu iliyopitia kwa moto, na nguo safi nyeupe uvalie, na dawa upake kwa macho uone. Tazama nasimama mlangoni nabisha, tazama nasimama mlangoni nabisha. Atakayesikia sauti afungue, atakayesikia sauti afungue. Nakupa usia ununue kwangu dhahabu iliyopitia kwa moto, na nguo safi nyeupe uvalie, na dawa upake kwa macho uone. Tazama nasimama mlangoni nabisha, tazama nasimama mlangoni nabisha. Atakayesikia sauti afungue, atakayesikia sauti afungue. Nitaingia ndani mimi, nitakula naye, naye pamoja nami ataishi milele. Nitaingia ndani mimi, nitakula naye, naye pamoja nami ataishi milele. Nitaingia ndani mimi, nitakula naye, naye pamoja nami ataishi milele. Kwaya yetu, asante kwa wimbo ambaye mumeimba. Wimbo wameimba, hayo ni mahubiri yote kutoka mwanzo mpaka mwito. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kwaya, hii kazi munafanya sio kazi ya binadamu, ni kazi
tuliyokabidhiwa na Mungu wetu Yesu Kristo, na ninawaombea tusije tukaimba tukabaki katika dunia hii, bali na sisi tuwe katika wale ambaye wanamsubiri Bwana wetu Yesu Kristo na atakaporejea tuende nyumbani. Kwaya, mnaendelea kufanya kazi kila siku. Siku ya leo tena niliona mumeongeza mwimbaji mwingine. Siku ile nyingine niliona kama mlikuwa mumeongeza, lakini na leo nimeona mumeongeza. Ndugu yangu Filipu aliposimama hapa, wimbo ule wa kwanza aliimba vizuri na nikachua my choir you are at work. May God bless you. My brother Philip, you belong here. This is where you belong. You belong to your God's house. Tubungie tu mkono kutoka mahali ulipo. Tubungie mkono my friend. Hivyo tu. Tubungie mkono. I'm Philip Angwenyi. I'm here because this church is mine and all of you, you are welcome there. Gaki korante kware wanja ntare rogotera number 14. Ya sign intare na. But you will give me. Where you separate glass grow. Thank you Philip. Thank you so much. Walikutana na Msemengo wakatembea na yeye. Elder, thank you for the good work. May God bless you. Wale mumefanya juhudi kupata nafasi ya kuja kutuchukua. Ile grupu ilikuwa inaongozwa na Roda, ingine ilikuwa inaongozwa na mtumishi wa Bwana Steven Boruma wakiwa na ndugu yake daktari, ingine ilikuwa inaongozwa na Mata, na ingine ilikuwa inaongozwa na Mere, ni mke wa Steven. Tumesema asante kwa niaba ya wageni wote, Mungu awabariki. Kuna lile kundi ambayo lilikuwa linaongozwa na Madam Penina. Lile kundi limefanya kazi kubwa, Mungu wa mbinguni alibariki. Na kwa karibisheni nyote, mujisikieni miguuni pa Yesu. Mada ya siku ya leo. Mada ya siku ya leo. Open the door is knocking. Open the door is knocking. Fungua mlango wako, anapisha. Hilo ndilo jambo kuu ambayo tutaangalia dakika hizi chache ambazo ziko mbele yetu. Kama tuchaanza, nataka tuombe. Uishie milele na milele, mwalimu mkuu, wakati huu tunakuita kwa njia ya kipekee. Utufundishe sisi sote, kila mmoja ufikie unyonge wake, na utuinue na utuingize katika kiti chako cha enzi. Baba, tumejiachilia kwako, na ni sauti yako tu tunahitaji kusikia. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina kule Yesu mkombozi wetu. Amen. Thank you. Radio yetu ya Ndisi, Mungu wa mbinguni awabariki kwa huduma hii ya kipekee ambayo mumepeana. Na ninajua kazi mnayofanya sio kazi ya bure. Neno kuu ni mwito unayetuita na unasema tufungue mlango. Kuna mwenye anasimama na yeye anaendelea kupisha na hako na hamu, na kupitia kwa huruma zake anahitaji kuingia kwetu, ale nasi na sisi na yeye. Anaita, anasema fungueni mlango. Yeye anasimama anapisha, na anasema kila mmoja ako na nafasi. Akifungua tu, anaingia ndani, anakula na sisi na yeye pamoja na sisi. Yeye anakula na wewe, na yeye pia anakula na wewe, na wewe ukule na yeye. Na wakaribisheni tuingie miguuni pa Yesu kwa kujifundisha neno hili. Makambi yetu, neno kuu lilikuwa linasema Jesus is coming soon, na tulikuwa tunaitikia tukisema get involved. Kila wakati mwaka huu mzima tumekuwa tukisimama na tukisema Jesus is coming soon. For example, let me say
Jesus is coming soon. Get informed. Kwa Kiswahili tulikuwa tunasema Yesu anakuja upesi. Jihusishe. Kwa Kikisii tulikuwa tunasema Yesu ngochale bwango. Eso ananie. Mungu wa mbinguni awabariki kwa sababu hili somo nimeona limeingia mpaka ndani ya mishipa. Na ninaamini ya kwamba kutoka hapa kila mmoja wetu atapata nafasi ya kujihusisha kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo amekaribia. Tuliposoma kitabu ambacho kilikuwa ndio katikati ya vifungu vyote ambayo tulikuwa tunasoma, ilikuwa Mathayo 24 fungu lake la 14 ambayo ilikuwa inasema ufalme wa mbinguni utahubiriwa ulimwenguni kote ili uwe zaidi ndio mwisho ufike. Hilo ndilo fungo ambayo lilikuwa ukatikati. It was the central text. Ekebunga kinakikiale ngobo gategati. Ekiale ngodotebya ngamaene omonene nkochale bwango. Nekerago cha bwango ndotakeire tweso yasemeremo. Ekebungeke. Fungo hili ni moja ya ishara Bwana wetu Yesu Kristo alitoa ambazo zilikuwa situtangazie mwisho wa dunia umefika. Kuna mafungo mengi alitoa na akasema hayo mafungo na hizo ishara zote zilikuwa zinaonyesha Bwana amekaribia, lakini akasema ishara ya pekee ile ambayo ilikuwa ikionekana tu hivi tufahamwe na tujue ya kwamba Bwana Yesu amefika karibu na narudi. Na hilo ndilo linasema ya kwamba neno habari hii njema ya ufalme lazima ihubiriwe. Hatuna option. Hatuna njia nyingine. Lazima ihubiriwe. Sio wote waokolewe. Bali iweze kuwa zaidi. Ikizaa kuwa zaidi, Bwana wa mfalme wa wafalme ambaye ni Bwana wetu aliyetufia msalabani hatarudi sasa kama mfalme wa wafalme. Ndiposa leo ndio huyo Bwana anapisha mlango, anasimama mlangoni akipisha katika roho ya kila mmoja wetu akisema fungua, na utakapofungua amesema yeye ataingia ndani, atakaa pamoja na wewe pia ukae pamoja na yeye. Ili ni fungo ambayo lilisungumuzwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Unapofungua katika kitabu cha Ufunuo moja fungo lake la kwanza inasema, kitabu cha Ufunuo ni moja fungo lake la kwanza linasema hivi: ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu waonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Inasema huyu mwenye anazungumzia kanisa hili akiwaomba wafungue mlango, sio mwingine ni Yesu. Na uchumba nayo ilianzishwa na Mungu Baba. Mungu Baba akamupatia huo uchumbe, na alipompatia uchumbe naye pia akamkabidhi malaika. Malaika pia akachukua uchumbe ule akauchukulia Yohana aliyekuwa katika kisinga cha Patimo. Pale akamupatia uchumbe, na uchumbe huu wote ulikuwa na muhusu sio mwingine Bwana wetu Yesu Kristo. Watu wengi wanaposikia kitabu cha Ufunuo wao wanafikiria pengine hicho kitabu
ni kinaongea juu ya wanyama, kinaongea juu ya mafarume, kinaongea na wafarume na pembe. Wanamalizia hapo. Let me tell you, that is not the central part of the book of Revelation. Kitabu cha Ufunuo kutoka mwanzo mpaka mwisho kinazungumzia juu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na vile kile ambacho ametutendea na kile sasa atakuja kututendea huko wakati anaporudi mara ya pili. Huyu ndiye anapisha. Na anapisha wapi? Huu ujumbe umeandikiwa kanisa ya Laodikia. Unaposoma sasa kutoka kitabu cha Ufunuo 3 fungu lake la 14, niruhusu pia nisome ndio tuweze kuenda haraka. Kitabu ni cha Ufunuo, tunaanzia 3 alafu tuanzie fungu la 14. Thank you Nkwese, ninaona bado na niruhusu hata kama nikikucha karibu, still I am intact. Thank you. Inasema hivi, hiyo fungu la 14 inasema hivi: na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Kanisa la Laodikia ni kanisa la 7, kanisa zile ambazo zilipokea ujumbe, na kanisa hizi zilikuwepo wakati ule wa karne ya kwanza katika Asia Minor. Na kanisa hizi 7 zilikuwa zimechengwa zikiwa katika mviringo, na kanisa hizi 7 zilikuwa zinasimamia kanisa la Bwana kutoka wakati ule. Zilikuwa zinasimamia kutoka wakati ule, wakati wa watume, the time of apostles, na ilikuwa iende mpaka wakati Yesu anakuja. Kanisa hizo 7 zinasimamia vipindi ambayo vilianza kutoka wakati wa mitume, inaendelea mpaka Yesu arudi mara ya pili, mpaka ujio wa Yesu mara ya pili. Zote kanisa la kwanza limeandikiwa ujumbe wake. Kanisa la pili, kanisa la kwanza bado lilikuwa kanisa gani ile? La Efeso. Kanisa la pili la Smyrna, kanisa la Pergamo, kanisa la Thyatira, kanisa la Sardis, kanisa la Philadelphia, na mwisho kanisa ambayo ni kanisa la 7, kanisa ambayo inamaliza mwisho wa dunia, ni kanisa la Laodikia. Ndiyo inaandikiwa ujumbe huu, ujumbe ambaye ni wa mwisho. Na ukiangalia hii kanisa ambayo ni kanisa ambayo ita usher in the second coming of Jesus Christ, it is the church which is living today. Ni kanisa ambayo inaishi wakati huu, ndiyo inaandikiwa ujumbe huu. Na jina Laodikia inamaanisha hukumu watu wangu, judge my people. Sasa ujumbe ndio huu. Imeandikiwa ikisema hivi: haya ndiyo asemaye Amina, Saidi aliye mwaminifu na wa ukweli, mwanzo wa kuumbwa Mungu. Kuna mambo yametumika hapa kumwelezea mwenye ujumbe. Huyu mwenye ameleta ujumbe, Biblia imeanza kwa kusema Amina. Na jina Amina huwa tunalitumia mwisho tunapoomba. Waimbaji wakiimba vizuri tunasema Amina. Wakinasi kavile muliimba vizuri, tulimalizia kusema Amina. Iyo inamaanisha Amina, inamaanisha evevo. Hivyo ndivyo tunavyosema Amina, evevo. Na hapa vile imeandikwa inamaanisha ni ukweli, is the truth. Kwa Kiingereza kingine wanaandika wanasema fairly. Hii ni kusema ndani yake kuna ukamilifu. Ndiye mwanzo, ndiye mwisho. Inasema
Ni kutoka kwake vitu vyote katika dunia hii vinashikana. Ni yeye ndiye mwanzo wa vitu vyote. Ndiye muumbaji, ndiye alianza kuumba, akaumba na vyote vilivyopo juu, vilivyopo mbingu na nchi, yeye ndiye aliumba. Vinavyoonekana na visivyoonekana, yeye ndiye aliumba. Anaposema amina, tunatakikana kufahamu ya kwamba si mwingine ni muumbaji, sio mwingine ni yule analeta ukamilifu wa mambo yote, na huyu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Tena nasema huyu ni zaidi aliye mwaminifu na ukweli. Tunakuanga na masaidi mara nyingi tukiwa na kesi, na haya mambo yanakuanga huko kotini. Tukiwa na huko tunakuanga na masaidi, lakini kile kilibo masaidi sio wote wanakuanga wa ukweli. Sio, najua kama kuna mtu amekosewa analeta wasaidi wake, na yule mwingine acha kosa pia anaweza kuleta wasaidi wake, lakini wote wanaweza kuwa wa ukweli. Inamaanisha kutoka sehemu moja kuna wale wa uongo. Musaidi ni yule aliyekuwa wakati tukio lilikuwa linatokea, na hauko na ukweli wote, na analifahamu vizuri, anaweza kueleza vizuri kutoka mwanzo mpaka mwisho. Lakini kilicho sasa, vile nilisema, ni msangao. Hata hivyo kuna wengine wanaweza kuwa, lakini watoe usaidi wa uongo. Lakini huyu ambaye anaandika anasema ya kwamba yeye ni zaidi wa ukweli na ni zaidi mwaminifu. Hii inamaanisha kusema ya kwamba hako na uwezo wa kuchunguza na kujua ukweli wote. Yeye hana nafasi ya kudanganya. Yeye hana nafasi ya kueleza vile yasivyo. Anaeleza yaliyo ukweli na ukweli mtupu. Na vile mnajua Yeremia 17 fungu la 9 inasema moyo, the heart is very deceitful. Moyo ni mdanganyifu, na hakuna mwenye anaweza kujua vile moyo ulivyo. Moyo ni mdanganyifu. Binadamu vile alivyo, they are good pretenders. Wanaishi maisha sio yao. Ukiangalia vizuri unaweza kusema kila ambacho hawako. Lakini Yesu anayetuchua vizuri, anayetuelewa kila mmoja ambaye amekaa hapa, uwe ni mzee, uwe ni mtoto, uwe ni mama, uwe ni baba, nataka kukuambia wewe, hata vile unafikiria masaa kama haya, inajulikana sana mbele za Bwana wetu Yesu Kristo. Unaweza kujidanganya useme hakuna mtu ananijua. Unaposoma kitabu cha Waebrania 12:13 inasema mambo yote na vitu vyote viko utubu mbele zake, hakuna kitu kinafichika. Hata mawazo ya ndani yeye anayafahamu. Anapoandikia kanisa hili la Laodikia, inamaanisha analifahamu vizuri, na ujumbe anayoleta inatangaza ni ujumbe wa ukweli. Ni ujumbe anajua unayofaa. Ni ujumbe anapoeleza anajua utasaidia kanisa hili, kanisa la Laodikia. Kanisa ambalo nilisema Laodikia maana yake, nilisema maana ya Laodikia ni nini? Wale wananisikia huko nje, ninajua mumejibu kutoka mahali mulipo. Na hawa wako hapa karibu pia nilikuwa natarajia wajibu. Nilisema ni nini? Inamaanisha hukumu watu. Haleluya. Yeye akihukumu si ati ana hukumu kwa upendeleo. Dunia tunayoishi imechanganyikiwa. Nimepata nafasi chache kuwa kotini, na yale nimeshuhudia ni ajabu. Mtu anaweza kusimama, ni ng'ombe ilikula mahindi, na kesi kimeenda kotini,
mwenye mahindi anastaki mwenye ng'ombe. Sasa wakati wako kotini, roya anasimama, anamuuliza vizuri, nataka uniambie uko na uhakika ni ng'ombe ilikuwa au ni nyati? Unajua mwenyewe anajua ni ng'ombe, yeye ndiye aliitoa kwa samba. Anaanza sasa kuwa anaanza kutandana kidogo. Ni kweli ni ng'ombe, anaelezea vizuri. Akianza sasa kueleza, anasema wewe uliona vibaya, haikukuwa ng'ombe, ilikuwa nyati. Na paka mwisho inamalizia, paka jaji mwenyewe anamalizia kuhukumu kusema ilikuwa sio ng'ombe, kumbe ilikuwa nyati. That is how it is. But huyu ambaye tumeambiwa ya kwamba ni Amina, yeye mzaidi wa ukweli na ni mzaidi mwaminifu. Yeye ni yura na hukumu kulingana na vile mambo yalivyo. Uwezi kumudanganya. Anasema sasa uchumba nayetoa ambaye ni uchumbe wa ukweli. Anasema hivi. Anaambia hii kanisa hivi, na yajua matendo yako, ya kuwa yu baridi wala huu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Sijui kama hapo tuko pamoja. Basi kwa sababu una ufugufugu, wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Inasema hivi, ninajua matendo yako, ninakujua vizuri sana. Wewe sio moto, wewe sio baridi, wewe ni vuguvugu. Anapotumia neno vuguvugu, alikuwa anaelezea watu ambaye walikuwa wana Hello, thank you my brother Gitebi, kwa fundi wa mitambo. Mungu akuchalie mema. Asante kwa kazi nzuri. Anapotumia lugha ya ufugufugu, wale watu wa wakati ule walikuwa wanaelewa vizuri maana ya ufugufugu. Mji ule wa Laodikia, mahali ili kanisa la Laodikia lilikuwa limechengwa, ulikuwa na shida ya maji. Na sasa maji yao yalikuwa yanatoka nje, na yalikuwa yanakuja ndani kupitia kwa mifereji miwili. Mfereji mmoja ulikuwa na maji moto, na mfereji mwingine ulikuwa na maji baridi. Yalipokuwa yanakutana sasa, yanakuwa maji ambayo yalikuwa vuguvugu. Na hayo maji yalikuwa ya kuchukiza sana. It was tasteless. Ni maji sio ya kupendeza. Sasa anapotumia neno fugufugu, anajua hawa wanaelewa. Our God is a God of God. When he is communicating with us, he always uses a language you can understand. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Anapozungumza nasi, anazungumza katika ile lugha kila mmoja wetu anaelewa. Akijua ya kwamba wewe ile lugha unaweza elewa ni lugha gani, anatumia ile mifano ambayo umezoea, na akianza kukupatia ujumbe you can understand. Kwa hivyo anatumia uvuguvugu kwa sababu watu waliokuwa wanaishi wakati ule walikuwa wanaelewa uvuguvugu ni nini. Ni maji
yaliyokuwa yanachukiza, yalikuwa yapendezi, maji which was tasteless. Sasa anasema wewe ni fugufugu, na ametangaza kwa sababu wewe ni fugufugu. Sasa kitu nitakufanyia, nitakutapika kama nini? Kama mate. Nilikuwa najiuliza one time, my father when he used to send us, alipokuwa natutuma, anasema nimetema haya mate hapa chini, yakikauka kama hujafika utaona cha mtema kuni. Haijalishi ni wapi amekutuma. Alikuwa sana sana natutuma Kiamukama. Kiamukama is almost 2 kilometers from home. Na anasema nimetema. Na ametema hiyo mate. Akifika ametema hivi, anajaribu kuyalinda mpaka wakati utarudi. Kweli yakikauka utaona cha mtema kuni. Kwa hivyo inamaanisha unakimbia mbio. Lakini kile nilikuwa naona alikuwa akufanya, hakuna siku yale mate aliyarudisha kwa mdomo. Unapoyatema umeyatema. I think Makwaro Church you can get me. Umemalizana nayo. Anapoambia kanisa hili la Laodikia, nitakutema kama mate, inamaanisha yeye itasaulika kabisa. It will not be remembered, my sister Wilkista. Itaisha kabisa. It will not be remembered. Anasema kwa sababu uko vuguvugu, nitakutema kama maji. Hii ni onyo ambayo inachoma. Hii ni ujumbe inachoma. Sijui wewe umeipata namna gani. Nasema namna gani kwa sababu wewe umekaa katika hili, nitakutema kama mate. Ni kama sasa mgonjwa mwenyako na ugonjwa wa kanza, akienda kwa daktari, daktari amwambie wewe uko na kanza. Na mwingine aendelee kumutibu bila kumwambia. Which doctor is fair? Filibu kweli naona hiyo mambo nachua. Wale mko nyuma sijui kama mnanipata. Are you with me? Mko pamoja nami? Yule daktari anayekuambia ya kwamba uko na ugonjwa wa kanza, hata ingawa ni uchungu, huyu amekusaidia. Kwa sababu sasa utatafuta madawa uanze kutumia, na uenda yakakusongeza masiku au ukapona. Lakini yule akwambii, inamaanisha anakutakia kifo. That is how good our Jesus Christ is. Yeye anatuambia kabisa ndio tulekebise, kwa sababu hataki yeyote apotee. Our Lord Jesus Christ, he does not want you to perish. He wants us, all of us, in the kingdom of heaven. Wakati mwingine unajisikia ya kama ya kwamba wewe una nafasi mbinguni. Vile watu wakati mwingine wanakusungumuza, na wewe mwenyewe vile unajipigia gharama, unaona mimi ni kama huko mbinguni ni mbali na mimi sana. I have repeated this thing several times here, and I want to repeat it again. I want to tell you, as we are seated here, na wale wote wananisikia huko nje, nataka kuwaambia, all of us are what? Are the candidates of heaven. Hata kama wakati mwingine unafikiria ya kwamba uliumbika shortly before lunch, and the bells of lunch were ringing, and God left you incomplete, and by mistake he give you the brain of a chicken and the shape of a human being. Hata kama wakati ule unafikia unaanza kujidarau na kufikiria uliumbwa ikiwe merekea ranji, na kwa sababu sasa ilikuwa hivyo, Mungu akarakiza aende ranji kwa makosa tu, akakuwekea akili ya ubongo wa kuku na muonekano wa nje wa binadamu. I want to tell you, nobody, everybody is wonderfully and fearfully made, and everybody is a candidate of heaven. Wakati mwingine huenda ikawa umekaa kwa dhambi fulani, umekaa
kwa mazoevu ambayo yako na kinyume cha Mungu, na umefikia kiwango ya kwamba you are counting yourself as a scrap, I want to tell you even that you are a candidate of heaven. Sijui kama mnanipata vizuri. Sasa yeye anapozungumza na kusema vile hii kanisa vile ilivyo ni kwa sababu ya upendo wake, ili hii kanisa la Laodikia lipate nafasi ya kufikia mbinguni. By the way, hii kanisa ndilo ilipokea ujumbe ambayo ulikuwa ujumbe wa aina yake. Katika kanisa zile zote 7 zilipokea ujumbe ulikuwa unaanza, ulikuwa na pongezi, a recommendation, na tena ilikuwa inafuatwa na onyo, na kutoka onyo ilikuwa na mwito. Lakini hii ya Laodikia, hiyo haina pongezi, hiyo inaanza na onyo. I wish you are getting what I'm trying to say. My elder, I wish you are getting what I'm trying to say. Ni kanisa ilipewa ujumbe wa aina yake. Zote zilikuwa zinapewa pongezi. Hii kanisa la Laodikia hakuna pongezi, inaanza na onyo. Inaendelea kusema basi kwa sababu inaendelea kusema basi kwa sababu una fugufugu, wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe ujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye masaka na masikini na kipofu na uchi. Na kupa Sauli, hii kanisa kuna yale mambo ilikuwa inajisifu nayo. Kwanza ilikuwa inasema wao walikuwa matajiri. Huu mji wa Laodikia pamoja ndio kanisa la Laodikia ulikuwa tajiri ndio. Sekita ya benki ilikuwa pale. Biashara vilivyokuwa vinafanyikana pale vilikuwa biashara vya hali ya juu. Na zaidi ya hapo ilikuwa ina manufacture pamba. Ilikuwa inatengeneza pamba. Na zaidi ya hapo, it was having a medical school which was manufacturing the eye ointment. Ilikuwa ina manufacture dawa ya macho. Na kupitia kwa hivi, hii ilikuwa tajiri sana. Na watu walikuwa wanachigamba sisi hatukosi kitu, kwa sababu wakijiangalia wanasema sisi mambo yote ni kama yamekamilika. Lakini Mungu anatoa ushauri, anasema wacha nikwambie hali halisi vile ulivyo. Huenda ikawa uchitambui. Nataka kukuambia wewe ni masikini sana, mtu mwenye masaka, mwenye anatakikana kuonewa huruma. Sasa ninakuambia kuja kwangu ununue kwanza mfazi uweze kujistiri ndio ufunike uchi. La pili, ununue dhahabu kutoka kwangu ndio uwe tajiri kweli kweli. La tatu, ununue dawa ya macho uweke ndio uone, kwa sababu wewe ni kipofu. Hii ni kanisa la Laodikia. Na vile nilivyowaambia, ukiangalia haya maelezo yanatuleta na kujua ya kwamba sio kanisa ingine, ni kanisa inayoishi nyakati za mwisho. Na kanisa sio ingine, ni kanisa which it is the modern church, ni kanisa ya wakati huu ambaye watu wanachigamba, wanasema sisi ni matajiri. Kama ni neno la Bwana, sisi tumesoma, sisi ni Waadventista. Unajua sisi kama Wakatoliki tumesoma sana, sisi kama Wapentekosto tumesoma sana. Na ukiwangalia wanatembea na Biblia, wanaonekana kama kwamba ni wale wenye wanaelewa kila ambacho kiko ndani ya Biblia. Kama ni vitabu wamenunua, wanasema sisi ni tajiri kwa neno la Bwana. Lakini unapowachunguza kwa mienendo yao, vile wanavyotembea,
wako mbali na yale yako ndani ya Biblia. Wako mbali na Yesu wao ambaye ni Bwana wao aliyewafia msalabani. Matendo yao yanawafanya wako mbali. They are greatly separated from their God because of their sin. Wao wamewekwa kando sana na Bwana wao kwa sababu ya dhambi zao. Na hata sasa Bwana hawasaidii. Si ati sababu mkono wake ni mfupi uwezi kuwafikia, lakini ni kwa sababu ya dhambi zao. Si ati masikio yao ni mazito, masikio yake ni mazito, hayasikii maombi yao, lakini ni kwa sababu wametengwa kwa sababu ya dhambi zao. Na sasa hata wakiomba, hata kutoka asubuhi, yeye Mungu hasikii maombi yao. Ndio wanakutana vikundi, wanasema tunaenda kuomba, lakini yale wanaomba wayapati, kwa sababu wao wametengana na Bwana wao, na sio kingine, dhambi yao ndiyo imewatenga na Mungu wao. Sijui Alivonsi kama unanipata vizuri. Dhambi yao ndiyo imewatenga wale ambaye muko mapei. Sijui kama mnanipata vizuri. Dhambi utenga mwanadamu na Mungu wake. If at all there is something which is bad, something which is very dangerous, is sin. Sin separates man from God. Mungu anatenganishwa na mwanadamu kwa sababu ya dhambi. Dhambi yako ndiyo imekutenga kutoka kwa mkombozi wako, anayekupenda, anayekuhurumia, anayekaa karibu na sisi, lakini kwa sababu ya dhambi ametengwa karibu na sisi. Kanisa ya Laodikia ilikuwa imetengwa na Bwana wao, ilikuwa imetengwa. Wanasema wao wako na vikundi ambayo vinafanya community services. Wanasema ndani ya kanisa wako na vikundi ambayo vinaenda nje kusaidia masikini, lakini huko nje, even where they are coming from, the next door, kuna watu wanalala njaa, na wao ndio wanasema, wakifaa vilemba vyao vinasema we are doing community service. Wengine wamekuvia kwa manyumba kwa sababu hawana hela ya kuwachukua hospitali, lakini wao wanafika kanisani, wanasema tuko na mpango wa kwenda Israeli, tuende kutembea, tuone mahali Yesu alizaliwa. Na hapo karibu nao wameacha watu wakikufa ambayo wanahitaji huduma yao. Hawa ndio wale wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakaporejea, ukisoma katika hicho kitabu cha Mathayo 25 fungu lake la 35 na 35 kuendelea, 25:35 kuendelea, inasema wakati Bwana mfalme atakapokuja atawawanya watu makundi mawili. Ile linanifurahisha ni lile anasema kwa kundi la kwanza, lile ambalo litakuwa katika mkono wa kushoto, na lingine litakuwa mkono wa kulia, na lingine mkono wa kushoto. Yale atasema kwa wale ambaye watakuwa mkono wa kushoto, ambaye wanaitwa mbuzi, atawaambia ya kwamba nyinyi, atasema nyinyi, kwa sababu muliyatenda mukanitendea. Mulitembelea wagonjwa, nilikuwa mgonjwa mukanitembelea, nilikuwa uchi mukanivalisha, nilikuwa njaa mukanipatia chakula nikakula. Atawaambia nyinyi mumebarikiwa, ingia katika uzima wa milele, mahali mutakaa pamoja nami. Lakini wale kanisa la Laodikia ni kanisa ambalo linakaa, wakati Yesu atasimama, wale watakuwa mkono wa kushoto, atawaambia nyie siwajui, enendeni, poteeni, kwa sababu nyinyi
ni uliona nikiwa njaa amukunipa chakula, nilikuwa hospitali amukunijia. I want to tell you, there is no a single act which is done out of love which goes unnoticed before the eyes of God. Hakuna kitendo ambacho kinachotendwa kupitia kwa upendo ambacho kinaweza kuenda bila kujulikana na Mungu wetu. My friends, kanisa hili ni kanisa ambayo lilikuwa masikini. Lilikuwa linasema limefaa mavazi mazuri. Vile niliwaambia, they were manufacturing, they were having industries manufacturing clothes. Sasa walikuwa wanasema, walikuwa wanafaa mavazi yale yalikuwa yanaenda mpaka nje. Mavazi yalikuwa yanatangaza ile positions walikuwa nayo. Anawaambia, nataka kuwaambia muko uchi. You are naked. Sijui kama unaweza unaweza kuingia kwa mkutano fulani, mara tu ustukie kuna mtu amekuja akiwa uchi. How will you feel as a congregation? Sio itakuwa, it is a total same. Mutasema tafuta kama ni leso muende mumufunike. Sasa Mungu anapoangalia kanisa la Laodikia, anaona ni kanisa ambayo iko uchi. Uchi na manisa hawajapokea haki ya Mwenyezi Mungu, ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wale wamepokea haki ya Bwana Yesu Kristo kwa sababu sisi ni wenye dhambi, hatusistahili. Wale wametembea kufika msalabani, wakaangalia msalaba na wakajua ya kwamba wao ndio wamemwangika huko msalabani, wakaungama dhambi zao wakiwa chini ya msalaba. Wao tu ndio wako na haki, ndio wamevunikwa na haki ya Yesu, ndio wamevunikwa yale matendo mabaya, yamevunikwa na haki ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na amesema sasa wewe unatakikana uende, si ati unalipa pesa, hakuna gharama yoyote. Kama ingekuwa gharama, labda tungesema tuende tuchukue loan. Kama ingekuwa ni gharama, tungesema tuende kuuza ng'ombe. Kama ingekuwa ni gharama, hata kama ni kuuza samba tungeuza. But it is given freely. Vile kitabu cha Isaya 55 fungu la kwanza inasema, come and buy from me just without cost. Unanunua bila gharama. Ni hile tunamwendea Yesu Kristo, na tunapomwendea yeye ambaye ni mwenye huruma, atatupatia dawa ya macho. Hiyo ni neno lake. Tunapolisoma linatufungua macho na tunaona mambo ya kiroho. Vile Daudi anaposema, neno lako ni taa ya miguu yangu, ni mwanga unanimulikia mahali ninakanyagapo. Inamaanisha ya kwamba ukiwa na neno la Bwana, neno la Yesu, ukiri neno likiingia ndani, linakupatia nguvu na uwezo ya kuona mbali umeenda, na Yesu inakumulikia, unaona how far we are from home. Na amesema hayo yote anayafanya pray. Aichalishi umetanga mbali kiasi gani, He is calling us. Anasema, tazama nasimama mlangoni ninapisha. I want us to go to the normal world. Tunataka tuende katika ile inchi yetu ya kawaida. Kiongozi wa inchi yetu akuje kwa kaseme leo, ninakula lunch na wewe. How much will you be prepared? Utajipanga kwa njia gani ile? Ninaamini seli ni utacharibu. Hata kama ni kutafuta marafiki wote, utafute uwaweke kwa charibu kuandaa na kila kitu, ili kiongozi mkuu anapokuja iwe salama. I want to tell you, ninasema hivi, Bwana anayepeza ni Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni zaidi ya kiongozi wa dunia.
anapisha moyo wako, anasema fungua. Yeye yuko tayari kuingia ndani yako, ale na wewe, ale na mimi, afanye matengenezo ndani yangu, ili nivae atakaporudi mara ya pili, nipate sehemu ya kuingia hivyo. Tutaendelea baadaye, tusimame hivyo, tutaendelea kwa sababu ya radio. Marafiki zangu, hata wale muko katika manyumba yenu, wale muko katika biashara yenu, arafu munatazama na kusikia sauti hii. Sauti hii ni Bwana wetu Yesu Kristo. Inaongea kwa sauti nyororo, sauti ya huruma. Inasema anataka kuingia, akufanyie matengenezo. Akisaingia ndani yako, utakuwa tena vile ulivyokuwa. Utakuwa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Na tena sasa wewe utakuwa muliti wa ufalme wa mbinguni, mahali tutakaa pamoja na Bwana wetu milele na milele. Ninaamini hata kutoka mahali mulipo na nyie mumesimama. Vile mumesimama hivyo, niruhusu niombe. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii. Wana na binti wako ambaye wako nje ukule wamesikia sauti hii. Wengine wameitikia, ndio sababu wamesimama mahali walipo. Baba wetu, tunaomba wamefungua mioyo yao kabisa. Tunaomba Baba, sasa Mungu Mwana uingie ndani yao, ule pamoja nao na wao pamoja na wewe. Na sisi pia tumesimama katika makambi haya tukitambua ya kwamba wewe ni mgeni wa kipekee. Mungu, tunaomba uingie ndani ya mioyo yetu, ufanye matengenezo katika mioyo yetu, utupatie mwanzo mpya katika kazi, katika maisha yetu, ili saidia yote utuandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Ili ndilo ombi letu kupitia kwa jina kuu la Yesu mkombozi wetu. Amen. Ninaamini uchumbe ilikuwa na beberuswa kwenda nje, na huko nje walikuwa na timing yao. Muniruhusu wa kuyaweka namna hiyo, kwa sababu wale ambaye walisikia kuna sehemu tuliacha. As I told you, uchumbe huu uliopeanwa katika kanisa 7 ulikuwa unakuanga na nini kwanza? Ulikuwa na nini? Kila uchumbe ulipewa ulikuwa na pongezi, ulikuwa na onyo, na tena ulikuwa na nini? Na promise. Sijui kama mnanipata. Lakini kanisa la Laodikia hii ambayo nimezungumzia haikupewa upongezi. Why do you think haikupewa upongezi? Alice, kwa nini unafikiria? Why do you think? Doris, why do you think it was not given? Haikupewa pongezi. Yes, Celine. Ilikuwa inajidai inajua. Just but I think I figure mpiyande ko sensirete. Mwasirige ndokirikene kisiko. Wana tuiranire kambi Nyamataro. Igo bono moto bwata bonekara to kora yaita. Ekaniseye te iriero okoboko kwogotebe wambu ya mwakorire ere gochakirwa aso okurerwa korwo okurerwa yakorerwa koegweira nabatebya ngachikanisa jonzi kogochakire Efeso oche Simurina oche Pagamosi oche Tiatira oche Philadelphia kionsi chikanisa chirisanemo nigo chiarenge chiaegwa onyo chiaegwa pongezi amang'ana bakorire amanya baegwa okoboko bono buna bono
buna turase kambi era bobo soku nonya yale gotukanga mwato korere tama bonzi no genda na yaze okorera ububepi tiga kurigereria ebintu biri by'obubepi otige kurarigi nonya na kamo karakaya ochakero koko genda ase tiga kurigereria amaboka kararigiriri na kindi kia. Ardhi linasema ya kwamba unapoenda mahali, unapoangalia, sio mambo mabaya tu unachukua, kuna mambo mazuri pia unachukua. Ndio unaona ujumbe huu uliokuwa unatoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo ulikuwa unaanza na pongezi. Kutoka pongezi inakuja onyo, kutoka kwa onyo inakuja na ahadi. The reason being, hizi kanisa sote vile rafiki langu Selini amesema, hii kanisa kweli haikukuwa na chochote kizuri kile pengine kingetamanika. Haingekuwa na chochote kile. Lakini hata hivyo haijamaliza mwendo wake. Hizi kanisa zote zingine zilimaliza wakati wao. Hii haijamaliza, bado iko na safari. Na safari yao itakamilika wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakuja. Na imepewa ahadi. Imesema nitakupa keti uketi na mimi. Mwenye anazungumza ni nani? Anasema atatupa keti tuketi pamoja naye. Ni Yesu. Ni nani? Mwenye anazungumza is our creator, is our savior, our Lord Jesus Christ, ambaye yeye ameletwa katika kitabu cha Ufunuo katika kanisa la Laodikia. Ameletwa kama nani? Amina. Tena ameletwa kama nani? Msaidi wa mwaminifu na wa ukweli. Huyo ndiye amesema ya kwamba ukisinda, na kusinda formula ni rahisi, ni kufungua. Anasimama anapisha, wewe ukifungua akiingia ndani umekuwa mshindi. Amesema sasa ukisinda nitakupa nikuketise kiti vile nilivyosinda nikaketishwa na baba yangu. What a wonderful promise. What a wonderful promise. Anasema ya kwamba viti ndiyo watu wanang'ang'ania katika dunia hii. Watu wanang'ang'ania viti. Obwe msiye nyembu atangazi bono naende abasachanga soka twarenge toligyo obwe msiye. Obo women rep bugo tangazwa abakungu ngo soka barenge baligyo obo women rep. Onya obo gabana ngo tangazi bwarenge nobo chumbe abasachanga soka bare. Nonya no president nonya bono bande mbararorekana kigo ika 2026 nduto chake korra bande bagosoka konigo bagosoka buno bo president no bo governor onye bako gambe emyake menge ni 10. But our Lord Bwana wetu Yesu Kristo anasema atatuketiza kiti ambacho tutakaa na yeye for 1000 years, tukihukumu wale wote ambaye walitenda dhambi, tukihukumu hata malaika. A wonderful time with our Lord Jesus Christ. Kama kweli, kama ni vitu vya dunia hii tunahangaika navyo na munaina viko na wakati wake vinaiza, how are we to be committed in this mission, mahali tutaketishwa katika kiti cha ufalme? Wana na binti wa mfalme, I want to tell you, it is a wonderful place which you are not supposed to miss. Yaani ni pahali pazuri ambayo utakikani kukosa. It is a wonderful place, a wonderful enjoyment. Umanyete birogo bibinde bitaraje. Ebirongo mpire bibigo ikaransinya kabantu baonjoka kando. Onyore penino mintongo ara ikaransira ibacho. Penino ndali. Iyo kiti ulikalia huko Nyanchwaria. Igo aribacho. Ogonchoka round iga mbirorero byakire nonde bwezi na onyana ye notaka na bogo ikaranse stona gonchoka na ali mwachari sinyomba ali mwamumanyi. Ona gonchoka na naiga. Nkero hase kero mondo rero. Nonya nincharia zinkura ikaranza nkero ngonchoka ne raiga kinta gete ebasa kurwaria konchore kero koiga na nguse basa.
kane engaki 1992 ebiroge bye byarenge very rare. I will remember President Moi no yomo buri go ikaranzira. I went there. I am sorry to repeat the same story. I went there to achita manta bangeiga. Inkarora na gonchuka na buya. Ni fact yo gonchuka na kori kwaye. Ko kagera botuko ginkoira na nkarota na very president ya Kenya. Kunale atanga, kunaro tanga na very president ngachaka gochora mawasiri. Ngachora onyenkumanya omwalimu ono mawa kangana kwete ministry. Lakini ngachora baka 3 kuna chora baka 3 ingataboka nganyora ngatari kende kiarenge korota nari. Kwa sababu hiyo ndoto niliona ni nzuri, nikajaribu kulala tena ili ndio niendelee kuota. Na si kuota. Vile rafiki yangu Philip amesema, I strongly believe kila ambacho niliota wakati ule, ile ndoto yangu ninajua ni vile nitaendelea na imani mpaka Yesu atakaporudi. Ninajua ataniketisha katika kiti cha enzi vile alivyoshinda na yeye akaketiswa na Bwana wake. And it is my prayer. It is my prayer for many who are here to get that opportunity. It is my prayer for women who are here to get that opportunity. It is my prayer, young ladies who are here to get that opportunity. It is my prayer, young men, young children who are here. That opportunity is yours. When our Lord Jesus Christ will come, you get a chance and say, huyu ndiye Bwana wetu ambaye tulikuwa tunasubiri. Sasa tuandamane pamoja naye atuchukue nyumbani. Na ndugu na dada waliokuwa wametatangulia, waliokuwa wamelala ndani ya wavu, wao watafufuliwa na pia tutaungana pamoja nao na tutaenda mbinguni. Ni wangapi ombi lao ni hilo? If that is your prayer, please come forward. Tusimame cho. If that is your prayer. If that is your prayer, naomba tusimame cho. Uhakika